We have come to worship Him and to hear what He has for us. In the name of Jesus Christ. So because of time, I want to share this word of God. There is a message here that God has given me. Kwetu sisi wote. And I know that God is going to speak unto us. In the name of Jesus Christ. I would like us to open in the book of John chapter 14. And I want us to read only 3 verses, verse 1, 2, 3. So that we begin our sermon today. So verse number 1, the Bible says, let not your heart be troubled. Believing in God, believe also in me. Verse 2, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. For I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and take you to myself, that where I am, may you be also. Yohana 14 aya mogoika isato timo ichana ase chinkoro cheino monye momwegene nyasaye na inche monyegene ase nyomba ya tata nere no momenyo obonge onye taibo anga nabatebia nkogenda nde ko baroiseria ase konda agende ko baroiseria ase ninchiche naende nimbaroisie asende elinde asende inche na inwe moweo. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. And may the Lord bless this word. Amen. Here, where we have read, it's a scripture that has a promise. That our Lord Jesus Christ, after finishing what God sent him to do here on earth, he was gone back to whom that sent him. So he wanted us to have hope of where he is going, because he had already preached. He has told the people about the kingdom of his Father. He has told the people the way to the Father. He has preached all over. He has healed. He has delivered people. Now he's gone back to his Father. But he wants to tell his disciples and those people that have faith in God. He says that even though I am going back to my Father, I want you to have hope. Don't allow your hearts to be troubled. For there is hope where I am going. Amen. So this morning I want to speak on a topic I named strive to enter into the eternal rest. Yes. Praise the name of Jesus. Amen. Yes, we have been promised a home. We have been promised a home where we are going to rest from our labor. Tumefanya kazi nyingi duniani. Tumemtumikia Mungu kwa wakati, yani
baada ya kumtumikia Mungu, tuamakorera nyasaye na goetania kumukorera baada ya kutumikia wengine. ekero twakorire gukorera abande. This is our promise this morning. Eye nere ira yeitase mbambie That here the Lord Jesus Christ aiga Kristo Yesu anataka kutuambia ya kwamba tusifadhaike mioyoni mwetu. atakataka tutabika kitobasa goichana ase chinkoro chieto After serving, ekero twakorire gukorera after waiting, ekero twakorire kuganya he says that he is going to prepare a place for us. yagotebanga gochiale gotoroseria ase After preparing, ekero ariganiria he is ase coming to take us back home. erebo jichara toirenka He says that where I am, yagotebanga asende so you will be there also. yagotebanga na intu na otora abasayo So number one, he says that let your heart not be trampled. lakini bara gotebanga timo ichana ase chinkoro Believe chieto in God. Believe in God. mwengeno nyasaye Believe also in me. nera to mwegene. So the thing that what he wants from us is just to believe in God. Ento Kristo Yesu hata ketekorwa ase tore no ko mwegena nyasaye. Why should we believe in God? Na ase kitogwenda nata ko mwegena Because nyasaye. Lord Jesus Ekiagara mwanene Kristo was sent by God. iga atumetu na nyasaye. He has fulfilled what he was sent for. Oikira niriekeria atumetu Now ane. he is going back. Bono nkoira na ara ase tata. But he wants us to have to believe in God. Na kila mara hata keteto mwegeno mwanene nyasaye. As we believe in God, Bunatogendera ta ko mwegena nyasaye. anasema ya kwamba pia na mimi muniamini. Otabire kanera bo igoto mwege. For in my father's home, verse number 2, he says, Ekiagara ase nyomba ya tata. there are many rooms. Nere no bomenyo obonge. And if they were not there, Onye bomenyo obutarengo. singewaambia. Tarengo gocha goto. So he is assuring us Era nigango tohena keria. that there is a home Inga enkanero. that he is going to prepare. Asago chigotoro seria. The home has many rooms. Enyo mbeji nige bwate chirumu So chirumu. it's up to us to believe in him. Igoni tuto gwenda natako mwege. That in our father's home, Liga ekiagara alia senka ya there are tata. very many rooms. Obomenyo bororo. There is my room. Obomenyo bwane boro. There is your room. No bomenyo bwa omboro. There are rooms for everyone. Ebi chinyomba ne chinyinga chirora sekero But muntu. he says, Na kia kora goteba. believe in God Mwege no who nyasaye. sent me, Oyo motumetere. and also believe in me. Na inche monye gena uyo So, Kristo Yesu. after going, Ekara he chi. says that he is not going forever. Igago teba katali ko genda kara na kare. Verse number 3, he says that, and if I go to prepare a place for you, Igago teba kakonda genda ko barose dia. I will come back again. Minchiche naende. And I will take you to myself, Mimbaro isie asende. so that where I am, Elinda asende. you may also be. Na inwe maweo. Amen. Amina. So I want you to have hope. Igonta keto arogo seme. Kuwe na tumaini katika Mungu ya kwamba we are here on this earth just for few moments. Tuarogo seme lianga igatura iga sense ase birebi. Soon and very soon the king of the earth is coming to take us back home, Buango na buango iga omoruotingo tichara toire. where we are going to rest. Ase togo chigotemoka. This is just a calling, Okonoko rangeligwa. shown to that calling that we are called in the book of Matthew. Ekuona kinga tuarangeligo kalengana ne tabu kia matai. And come unto me, all of you who are heavily laden, Chua sende bali mwaro si. and I will give you rest. Na inche ni bao gotimoka. So by believing in Lord Jesus, Asoko mwenga na Kristo Yesu. by believing in our God, Asoko mwenga na Nyasaye. we have been assured Tuaene keligwe. the eternal rest. Nganto tuare ogotimoka gwa kale na kale. Our praise is in process. Ase kona gendrete korosi. He says that I am coming to take you back home, Igango tebanga ngoji chane na inda hato. so that where I am, Ingaligana asale. you will also be. Na intu na otora. Praise the name of the Lord. Amen. So let us have faith Tigato tuaro okwegena. in the Lord. Asomo nene. Let us have faith
in God. The Bible says that he's not a man that he should lie. Whatever he says, any promise that he makes, Bible says that he is faithful, and they will fulfill whatever that he has promised. That is why God has given us this word this morning, that we should not be troubled in our hearts, and we should not be troubled in our minds. Instead, we believe in him, in the name of Jesus Christ. So after a short while, he's going to come back, going to take us back home. My question this morning is, will you be among them? Hallelujah. Will you be among those people who have served, who are almost to go to eternal rest after coming to church all this long? Are you among those people that are guaranteed eternal life? Are your deeds equals to eternal life? The way you speak, is it equals to eternal promise? The way you walk, is it equals to eternal rest? Praise the name of Jesus. So he said that I will come back and take you, so that where I went, you may also be. He's coming to take those people that are like him. You know, we are called Christians because we imitate his works, his ways, and whatever. So, are we really imitating the ways of the Lord? Is the way we behave equals to eternal rest? So, he says that he is coming to take us to the promised land. So let's be ready. Let us strive. Tujitie nguvu katika kutafuta yaliyo ya kweli, yale yatakayotufanya tuingie katika pumziko la milele, katika jina la Yesu. Amen. In the book of Hebrews, there are some words that I wanted to read here. Nikaona ni vizuri nianzie na hapo, so that I remind you that Lord Jesus has gone to prepare a place for us. So I'll touch some few verses. Chapter number 4, I'll read some few verses ili Mungu akaweza kutubariki. Verse number 1, the Bible says, therefore, while the promise of entering his rest is still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. Verse number 2, for good news come to us just as to them, but the message they had did not benefit them, because they were not united by faith with those. Toirokenga onde omoino taba isa konyorekana nga omochire kokonyora. Nakia kene intutu arandeliwa mangana mayabuna barabuo. Kolende dingana liria baigwete diria bakonyete. Yes. Ekiagara kero bare koliwa
tiria sangana nete na barabuo ase okwegena. Praise the name of Jesus. Amina. Here, the order of this word, Aigo moliki bweringana eriga. a word is once again encouraging us. Igo naende agotoa moyo. And he says in verse 1 that therefore, while the promise of entering is less stands, let us last end of you should seem to have failed to reach it. Otoiro moyo nga gaki onye ira elia yogo so aso gotimoka kwa yereo. Yes. Tigato kenga ondo moino ta baisa konyorekana nga omochire gokonyora. Praise the name of Jesus. Amen. So it's like a prayer. Igenga buno gosaba. That the order of this word is praying for those people that have hope for eternal life. Anasema kwamba basi kama ile ahadi ya kuingia katika pumziko la milele ingali ipo. That promise that Lord Jesus promised that he has gone to prepare a place for us, and they will come to take us with him. He says that if that promise still stands, his prayer is mutu yeyote asije akakosekane. Praise the name of Jesus Christ. That is my prayer to this morning. That if that promise that Lord Jesus made, that he has gone to prepare a place for us, and if we believe in him and also believe in God, therefore he will come back to take us. My prayer too, I want to agree with this man, that if that promise still remains standing, let none of us miss this eternal rest. Hallelujah. Hilo ndilo ombi langu na mimi asubuhi ya leo, ya kwamba kama hiyo ahadi bado ingali inasimama kwa wale ambao wako na imani na Mungu, kwa wale ambao bado wana imani katika Kristo, nasi kama Nyamataro tusije tukapitwa na neema hiyo ya kwenda kupumzika pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio vizuri tusumbuke kumtumikia Bwana kwa kujitolea katika kila kitu na tukose ahadi tuliyowekewa ya kwenda kupumzika pamoja na Mungu milele. Na waombea asubuhi ya leo, wapendwa katika Kristo, ya kwamba kama ile ahadi bado ingali inasimama, usije kukawe na mmoja wetu atakayepitwa na hiyo neema ya kunyakuliwa na kwenda kupumzika pamoja na Bwana. Amen. Amen. Verse imesema ya kwamba kwa maana sisi pia tumesikia nchini iliyohubiriwa kwetu kama nao walivyosikia, lakini ujumbe ule waliousikia hukuwa na maana kwao, kwa sababu wale waliousikia hawakuchanganyika na imani. Amen. Naki ekene itu tuarandeliwa mangana mayabuna barabuo. Yes. Kolendeli ngana liria baigwete tiria bakonyete ekiagara karoba hare koligwa tiria sangana nete na barabuo asokwegena. Praise the name of Jesus. Amen. The Bible says that works inga emeremo without faith, etabuati okwegena, service okokoroko without faith, sacrifices without faith, and work that we do
Editogokora. and there is no faith in what we are doing, Na kwege na tikoli ase Bible liditogokora. says that work is dead. Ebere meyo igekuete. Now here verse 2, the Bible says that the good news came to everyone. Aiga ibere yagoteba ngama ngana mayaga cha The sekero. message of the kingdom that we were promised came to each and every person of those days. Lingana lyoboruotiriga cha sekero mo. Kila mmoja akasikia ujumbe uliohubiriwa. Kero monta kaiguli ngana lili aranderetibwe. But the Bible says again that that message became useless. Kolene Biblia koteba ngalingana lili Ule likabisa. ujumbe uliohubiriwa haukusaidia yeyote. Lingana lili aranderetibwe ndiye akonyete monta. Kwa kuwa hawakuchanganya ujumbe ule na imani. Ekiagara tibasanga na netie lingana elio amono kwege. So because we had no faith Asenga chobatabwa to kwegena. that the Lord will come back again Omanana na iche naende. to take them to eternal rest. Adi abaire asogo Hawakutilia maanani yale mambo walioambiwa. tibachiete koira ngangento amangana ali batebe. So hata walipohubiriwa waliona tu ni injili ya kawaida. Nonyene karaba ranene tibu bakaranga nelingana ligoli. Hata walipokemewa waliona tu ni mambo ya kawaida. Nonyene karaba batebe tibu bakaranga nelingana bosa igoli. Ndio maana tunahimizwa katika hili neno. Na kiemo aratongo tebuwa seli. Ndio maana mwandishi wa maneno haya anawaombea wale wote ambao wanaoyasikia. Na kiemo era omolikibwa mangana yega gusabira bantu bonzi. Ndio maana Bwana anatuzungumzia asubuhi ya leo kupitia kwa neno hili. Na kiemo ro manena gotokuonere mambego Ya kwamba kwa imani ingaso kwegena. this message of the Lord that comes unto us each and every day, Lingane ligalio manena ligocha se tushikilie kwa imani. Tolimuaterera Kila ambacho kimeandikwa katika neno tukishikilie kwa imani, Gelikia likirwa selingana tolimuaterera so kwegena. ili tusiche tukakosa ahadi yetu. Ligana tito chako borwe ira yeye. Amen. Amina. Yes. Ni maombi tu anawaombea Naomba sabako basabere. ya kwamba kama ile ahadi ya Kristo Yesu Awatabanga ile ya Kristo pamoja Yesu. na Mungu gani bado inasimama. Inganete neine. Nawaombea, Nabasabere. nawaombea Nabasabere. ili mmoja wetu Iligana ondo moito. asije akapitwa na hiyo neema. Tabasago chakoborwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baada ya siku nyingi kumtumikia Bwana, Tigatoke ekerobu akolire kwa makolera nyasa. tutakuja kuachana. Mimi nitaenda kwetu, Ngocha kutingana tolenchenge ndese. wewe utaenda kwenyu, Nayo genda senu. lakini kuna mahali tutakuja kukutana Kolenda asana ale to na kuchikomera. kuombea Bwana atupe neema tukutane hapo. Na sabira Praise the name manana of the Lord. ya nasa hiyo. Bwana naweza toka hapa niende kabisa tusikutane hapa duniani. Na vera nyale kana nduga But I will be praying. na sense. Lakini nitakuwa nawaombea Kolenda nimbengo basabere. kama huyu anasema ya kwamba maombi yangu Paulo kanga tebanga ya masabari. kwamba kama hiyo neema bado ingali ipo, Inganga nyalingane mmoja wetu asije akabaki. Ondo moino Yawe maombi yetu kama tunavyoangaliana hivi, ama sabari ino mnatoka wale wote ambao unaowajua aliyo manyete waombee abantu baliyo bamanyete basabere ya kwamba neno hili linapokucha walishikilie kwa imani. ingalingane ligakaro ligo Wanapotembea katika mambo ya Mungu, wanapotembea watembee katika imani, ekaro bago tarabata sokwe ili wote tuje tufikie ahadi ya Bwana. ligana tuansi pito cha wiki And may that be your portion in the name of Jesus. na nyore esemo ya aseri May you receive that grace onyoro buyobu in the name of Jesus aseri Christ. ya Kristo May you be among those people katikati ya bantu ambao watakaoingia katika bali baraso aseira ahadi ya pumziko la milele katika jina la Yesu Kristo. Bwana akuondolee vizuizi vyote vitakavyokuondoa katika imani, ili usije ukaingie katika ahadi, katika jina la Yesu Kristo. Kila mipango ya ibilisi ambayo amepanga ili akuondoe katika njia ya kukupeleka katika ahadi ya Bwana, ahadi baada ya kumtumikia Bwana tunaenda kupumzika. The Bible says that in that home there will be milk, chia asali
na maziwa, that land, my prayer is, baada ya kumtumikia Bwana, pia sisi Bwana tuondolee yale yatakayobadilisha mawazo yetu, ili yatuondoe katika njia za Bwana, to enter that rest. So disobedience, praise the name of Jesus. Amen. So he's actually begging in his prayer. He says like, therefore, my brothers and sisters, let us strive to tie bidii, ili nasi tusije tukawe kama wale waliokosa kuingia katika ahadi kwa sababu ya kutotii. Praise the name of Jesus. Amen. Let us be obedient. Let us obey what God says in His word, so that we may receive this reward, so that we may receive this gift of eternal rest. Because of short of disobedience, these people missed what God had prepared for them. Amen. Verse number 16, the last one now, as I finish. The Bible says, let us then with the confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find the grace to help us in times of need. Yes. Praise God. Amen. So here there are times of need. There are times of need in our lives. So here, this man, after making his prayer, when he's finishing, he's actually telling us to come closer, to draw near to the throne of mercy of God, so that we may receive the grace. The grace is our Lord Jesus Christ, so that when the times of need comes, we may find that grace, that we might find that mercy that will help us. So let us have faith in everything that is written in the Word of God. The Bible says that I am going to prepare a place. Believe in God, believe in me also. Amen. Then, because of disobedience, we have seen kwamba kuna watu waliohubiriwa kwa sababu hawakuwa na imani na maneno waliohubiriwa, hayakuwasaidia. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ombi langu ni kwamba tunapomngojea Bwana, tunapomsubiria Bwana, tunapomtumikia Bwana mahali hapa, tuwe na imani katika yeye. Kile ambacho tunafaa kukitii tutii. Tuwaombee wale wenzetu ambao tunaowajua, waliosahau ya kwamba kuna ahadi ambayo tumewekewa. Tunaweza kuwa tunaomba na watu wengine hapa, lakini wako tu. Tuwaombea kwamba wasije wakapitwe na hiyo neema ya kuingia
katika mji ule ambao tumeenda kuandaliwa. Wogoso asenkeria tuachire korosi. Ningependa tusimame juu kwa miguu yetu. Na sabile totene na samagora. Tumwambie Bwana kama ile ahadi bado inasimama. Totebyo manene ngonye ile likagenda. Tunaomba ya kwamba tusipitwe na neema. Tuasabile ngati tito etuno. Bwana tusipitwe na wema. Ngati to basago etone. Yaani ile neema ambayo ile neema ambayo inatuingiza katika mahali barahani mwa Bwana isitupite. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana wetu awe nasi. Tuwe na imani katika yeye. Hebu tunapokuwa katika hiyo hali, tuinue mikono yetu tumwambie Bwana ya kwamba tunaomba ya kwamba ukatuinue kwa imani. Bwana uninue wa imani, nisimame ipande milima yote. Bwana unipande, Bwana wewe uninue kwa imani, mimi nisimame nipande milima. Bwana tutakosa ile ahadi. Kwa maneno yako tumwambie Bwana asubuhi ya leo, Bwana tuinue katika imani, Bwana tuinue katika imani, tumkuamini wewe Mungu, tumwamini na Kristo Yesu, ili Bwana tusije tukakosa ile ahadi ambayo Bwana wa mabwana imeandaliwa kwa ajili yetu. Tukuamini wewe Mungu, tumwamini na Yesu Kristo, ili tusije tukakosa ahadi, ile ahadi Bwana iliyowekwa kwamba Bwana baada ya kukutumikia tutakuja kupumzika pamoja na wewe hapo juu Bwana, mahali ambapo upo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunaomba ya kwamba katika kila hali tukutumainie wewe, katika kila hali tukutegemee wewe, katika kila jambo tukutarajie wewe, uliye na uwezo, uliye na mamlaka Bwana, katika jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba Bwana katika kiti chako cha enzi ukatupe neema ili tusongee Bwana, tupokee neema itakayotusimamisha wakati wa mahitaji, wakati wa kuchalipiwa, wakati Bwana ambao ni mgumu. Ombi langu asubuhi ya leo ni ya kwamba Bwana, neno lako limesema ya kwamba kama bado ile ahadi ya kuingia mahali pako pa kupumzika ingali ipo, na waombea wenzangu ya kwamba Bwana, mmoja wetu asije akaachwa nje, mmoja wetu Bwana asije akafungiwa malango ya kuingia katika ahadi yako Bwana, ahadi ya pumziko la milele. Chochote kile Bwana ambacho kitakachoinuka ili kitutenge na kuingia mahali pako baraha Bwana, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tumesimama Bwana, tunaomba neema Bwana, tunaomba kibali Bwana, tunaomba nguvu zako ukatusaidie, ili Bwana
tunyare gosoha ase yeira ase watoroseirie ase rieta ria Yesu Kristo twasabira twe chinguru joko bwakende yonse omonene ekera tuatanane na ahadi yako mtakatifu katika jina la Yesu. Maana neno lako lilisema katika kitabu cha Yohana 14 ya kwamba umeenda kutuandalia makao. Tumwamini Mungu na wewe Yesu tukuamini, tumeinua imani yetu kwako Mungu muweza. Neema yako Bwana isije ikatupita, neema yako Bwana isije ikatupita. Hilo ndilo ombi langu kwa wale ambao tunaowapenda, hilo ndilo ombi letu kwa wale Bwana ambao ni marafiki zetu, hilo ndilo ombi letu kwa wale ambao tunaoabudu pamoja Bwana, kwa sababu tunapokutumikia tusije tukapitwe na neema yako. Ututendee wema, utuinue, utulinde, jina lako limidiwe, kwa kuwa wewe ni Mungu. Tunakuhimidi mtakatifu. Asante kwa sababu ya ahadi yako, ahadi ya pumziko la milele baada ya kukutumikia Bwana. Tunaomba tusije tukaachwa bure, na tukaingie katika ahadi yako. Katika hiyo hali ya maombi, nataka kuenda kuomba pamoja na mtu ambaye ndani ya moyo wake amefadhaishwa na mambo ya dunia hii. Yesu aliweza kuambia wanafunzi wake kwamba msiogope, msisumbuke katika mioyo yenu, muaminini Mungu pamoja nami mkaweza kuniamini. Na inawezekana katika asubuhi ya leo kuna changamoto unazozipitia wewe uliye karibu na mbali, unayetutazama na hata kutusikiliza. Katika asubuhi ya leo kuna mambo yamekupatia shida. Tunakuambia kwamba kwa Kristo Yesu pamoja na Mungu, Bwana atamaliza shida yako na atasimama pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Muumba mbingu na nchi, mfalme wa falme, nalitukuza jina lako takatifu lenye uwezo na nguvu zote. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo umetupa neema kusikiza neno lako Bwana, kutoka mtumishi wako ambaye ameweza kutuzungumzia. Yesu mwenyewe uliwazungumzia wanafunzi wako, ukawaambia kwamba waziwe na waziwazi, waziteseke ndani ya mioyo yao, waziweze kuvunjika moyo Bwana, wakaweze kumwamini Mungu na waweze kumwamini Kristo Yesu. Na alipoangalia akaona kwamba hata katika dunia hawakuwa na kitu, akawaambia nimeenda kuandalia makao, na kila mmoja atakuwa na nyumba yake. Na kwa sababu hiyo wakaweza kuwa na moyo kwamba kuna tumaini. Hata kama duniani tunaweza kukosa mambo mengi, lakini kuna mahali tumeenda kuandaliwa. Katika asubuhi ya leo naombea mtu wako ambaye ameweza kutusikiza na kututazama, ukamshughulikie, ukutane pamoja na mahitaji yake hata katika siku ya leo, katika shughuli zote. Wengine wanapoenda kushughulika hapa na pale, neema yako ikaweze kuwatosha. Asante kwa sababu tutakapoendelea na katika vipindi vingine, tunaomba kwamba Bwana ukatutende mema. Jina la Baba lipewe sifa na liwe milele yote, maana ni Mungu mkuu. Na ukasaidie yule ambaye labda ni mgonjwa, aliye na shida mbalimbali Bwana, walio na mateso ya kila njia, waliolemewa na mizigo mizito, ukaweze kuwapumzisha, maana wewe ndiye Mungu ambaye unayetusaidia. Uinuliwe na utukuzwe milele yote. Tunapoenda kutoa sadaka zetu, tunaomba ubariki kila mmoja ambaye anaenda kuhusika katika ibada hii takatifu, ibada ya matoleo, ibada ya kufanya kazi yako iweze kuendelea, ibada ambayo ya kufanya hata watu wetu kutusikiza kutoka karibu na mbali, kwa sababu ya matoleo wanaoyatoa katika madhabahu haya. Uinuliwe na utukuzwe milele, maana wewe ni mfalme mkuu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana akubariki sana.
na kutendee mema katika siku ya leo, na ni vizuri kumtumainia Mungu katika mambo yote, na pia ni vizuri kutoa sadaka katika ibada hii ya asubuhi ya leo, na Bwana atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akubariki sana tunapoenda kutoa sadaka zetu, na jina la Bwana litabarikiwa. Amen. Tunapomaliza kutoa sadaka zetu, tutaenda moja kwa moja kwa madarasa yetu ya Sunday School. Alafu baadaye saa 4 kamili tutakuwa tumemaliza, tumekuja katika ibada yenyewe, na tutabarikiwa pamoja. Amen. Bwana awabariki sana mnapoendelea kutoa.